wakati mwingine njema tena tunapoenda kusikia neno lako Baba, ukapate kutuwezesha, ukapate kunishindia, give that power, knowledge and wisdom for us spreading the word to your people. Asante katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wanijui kwa majina, naitwa Mrs. Lydia Ombachi. Naishi hapa Ujuma. Naona tuko na wageni kiasi. Siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu fasting and praying. Understanding fasting and praying. Sasa tunaweza kuuliza fasting ni nini? What is fasting? Fasting is a spiritual empowered by God. It's a spiritual. Tusome kitabu cha Luke verses 4:1. Luke 4:1. Ninapo na Biblia naweza nisaidia kusoma. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Verse number 3. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe mkate. Verse number 4. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Verse number 5. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu. Tunaona bado tumeambiwa kuhusu Yesu. Mwenyewe pia alianzisha hiyo fasting and praying. Sasa pia sisi wa Kristo lazima tufuate hiyo nyayo zake. Pili, tukaenda kuangalia kwa kitabu ya Matthew 16:24. Bado tu inaongelea kuhusu fasting. Matthew 16:24. Tunyamepata. Nasema wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kufuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na anifuate. Hapo fasting inatuambia nini? It's a way of denying yourself. Yaani kujideny kabisa. Ujicommit yourself to God. Uache hiyo chakula, uache hiyo maji. Useme hii siku ya leo mimi nataka lazima nione Mungu ananitendea nini. Juu tangia tuzaliwe tulipata hiyo maneno kutoka kwa Biblia. Mungu alituanzishia kuomba na kufunga. Kuomba na kufunga. Hiyo pia fasting ukienda kuangalia mahali pengine itakupatia power. Yaani it gives you power of faith. It adds you more faith to the word of God. Tuone tuangalie tena mahali pengine results for fasting. Matokeo ya fasting. Tuangalie Mark 13. Mark 3:13. Results for fasting. Inatuambia aje matokeo ya funga na kuomba.
Fasting and praying is an invitation to God. It invites God to your heart. Secondly, fasting and praying is a personal self-denial that enables you to walk with your God. Third, fasting and praying, it meditates you to God. Twende ya nne, fasting and praying is a present yourself closer to your God. Bado tu inatuambia, inakupa hiyo mamlaka ya kukaribiana na Mungu. Ya mwisho, fasting and praying makes you being humble to your God. To give you that power, that energy, it humbles you yourself to the word of God. Let us look. Peter, 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. Mwenye amepata? Inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio ndani, ili awakweze. Exactly. Tunasikia bado natuambia tunyenyekee. Tunyenyekee, utanyenyekea aje? Umemkubali Mungu na kila kitu chako chote. Every your belongings, all your belongings. Ukasema Mungu, hao watoto ni wangu. Mungu, hii nyumba ni yangu. Ukienda kuomba, ukienda kufast, lazima utaje. Na usiwe selfish kwa hiyo fasting. Pray for everyone whenever you are fast. Ombea watu wote, yani mwenye unajua hata usiyejua. Just pray for him or her or the children. Aya, wacha tujiulize hii swali. How can your fasting be misused? Unajua pia kuna fasting zenye zitakuwa misused. Yaani unaweza haribu. Wewe umefast kabisa, umejiamini today nimefast. Nimefast. Maybe umefast kwa sababu umeona Lydia amefast. But you don't have an item yenye uko serious nayo. You may misuse fasting. You should not fast just because somebody is fasting. Lazima ukue umejiandaa. Unasema leo hii Wednesday I must fast for our fellowship. I fast for my friends, for my children. One, how can one misuse his or her fasting? If you don't have a purpose of fasting, you have misused your fasting. You don't have a purpose. Unaona tu Lydia ana fast ama Pam ana fast. Ni wacha get ready to fast. 2, unaweza fast because of wealth. Yaani unataka tu Mungu nibariki na gari. Mungu nibariki na nyumba nzuri. Mungu nibariki na Mungu atakupa tu vyote so long as umemfuata. You should not ask God specific, I need this house. Hii nyumba kama ya Pamela naitaka, nafastia hii nyumba nipate. That is enemy. Hiyo si ni tayari na wewe umeingia kwa maombi. Unasema mimi na fast because of this house. I'm fasting because of this car. No. Just have a general fasting. Tusome Matthew 6:31-33. Unakuwa wale tunasema mimi niko katika umaskini. Mimi sina hata gari. Mimi sina nyumba nzuri. Hata wacha ni fast tu kwa sababu hapana. Fast tu kwa sababu lazima niombe, lazima nipende neno la Mungu, lazima niishi katika neno la Mungu. Mungu mwenyewe atakutendea.
Usifasti na tamaa. Tumekatashwa hapo. Haya. Why should we fast? Jiulize kwa nini tuna fast? Why should we fast? 1. You fast to strengthen your relationships with God. You fast to strengthen your relationship with God. That is 1. 2. You fast because you need favor for more empowering by the word of God. 3. Preparation of fasting impacts you to godliness. Tusome Matthew 25:15. God gives everyone his or her ability to do what you deserve. Somebody can have ability of singing. Somebody can have ability of preaching. Somebody can have ability of praying for the sick. Kama for example, kama watumishi wa Mungu wako different. Kuna wale wenye they know how to kuombea mtu mpaka demons zitoke. Na mwingine yeye atahubiri tu na hiyo neno itamfikia na ile demon inatoroka. Na mwingine lazima akuwekee mkono, spiritual impartation. So mama tuko different. Pia kuna wale waimbaji wenye akiimba kabisa unaona huyu anaimba mpaka unaona mbingu zina. Na mwingine tu ako moderate but unaona hiyo nini inakushika, hiyo spirit. Tusome Nehemia 9:1-3. Nehemia kwa nyuma ya Nehemia kwa Kiswahili ni nini? Ni Nehemia bado. Chapter 9 from 1 to 9. Nehemia 9:1-3. They were in a group fasting for repentance of their sins, fasting to wait for God, fasting maybe somebody is sick na mnaona hata hizi madawa haziwezi msaidia. You can fast. The satanic, the demonic diseases zenye ziwezi sikia hiyo dawa hata ukikimbilia. But if you fast over that person, me personally, imenifanyikia. Nilikuwa na mtoto mwenye ni mgonjwa. Sasa mimi nilikuwa nang'ang'ana kila hospitali. Wanaenda wanapima hapa ulimi. Ati labda ni nguvu. Ni pesa. Ubongo. Wakati nilirudi kwa Mungu, imagine those things zimemwachilia mpaka huyo kijana anaongea. Yeah.
tunaona through fasting and praying, some diseases goes, problems goes, because umekubali Mungu, umekubali yeye, umekiri God, I'm following your path. Tukimaliza na mwisho tufunge na Psalms 97 verse 5. Psalms, Zaburi 97 verses 5. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. Again, Psalms 97. verse 5. Yeah. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. Yeah, like that. That means don't fast to seek just money, to seek good things. Just fast for general everything. Naona Mungu hapa anakuunderstand, anaona huyo mtoto wangu anapenda kila kitu ninataka. Sometimes tuna fast to receive the face of the Lord. We fast to empower our word of God, our living standard. Tunaona ukiangalia mtu wa kimataifa na wale wa Kristo, kuna difference. Ina difference kubwa. But we should pray for them, because one day I was there. Si atumchukie mtu ati huyu aliokoka. Pray for her or him. Love her. Love him. I think that is the word of God today, people of God.